Kanijua tumuue. Umelala sana leo. Ni kweli mke wangu nimelala sana. Unajua hata shughuli ya kuhama haijaikuwa rahisi. Ni kweli, pole na uchovu. Asante. Jana nilikuuliza kwa nini umechagua tuhamie kwenye nyumba hii. Ukaniambia kwamba utanijibu leo asubuhi. Niambie imekuwaje, mbona ghafla? Mke wangu. Unajua nimeamua tuhamie huko kwa sababu ya yule mzee. Ile nyumba ilikuwa inabana sana. Ilikuwa ni ndogo afu vyumba vichache. Kitu ambacho kilazimu mpaka yule mzee analala store. Lakini huko at least nyumba kubwa. Halafu pia atapata chumba cha kulala. Na jinsi ninavyoona huyo mzee sio wale wa kesho kuondoka. Vipi au hujapapenda mke wangu? Nimepapenda. Kweli? Maana hata nilipokuwa nakuja kukagua nikasema hiki kichwa kitapenda kweli hapo. Nimepapenda pazuri. Kuna furaha kwa. Na mimi nimefurahi pia. Maana nikubaliani nimekubali. Asante mume wangu. Basi ngoja nikakuandalia breakfast. Sawa. Basi ushake vyombo vizuri. Vyombo vina maubwa. Wewe mzee, kakae kule mezani, mimi namalizia kuosha vyombo hapa na kuletea chakula. Umeniona mimi sasa nimekuja akakupata vyakula yenu sisi. Tako mimi sisema hivyo. Unaniona mimi mamako kwamba ni popoma si ndipo? Kwamba sasa mimi siwezi kuona lugha za vitendo. Unafikiri mimi naweza nikapenda vyakula yenu? Hapo sasa undugu tunaujenga. Sasa si uteme. Basi meza. What? Baba kuna nini? Pangu hiyo ndo sana. Okay, shikamoo baba. Unanisalimia Kiingereza? Sasa nakusemea Kiingereza kivipi? Na hiyo imepata nini hapo? Shikamoo baba.
Marahaba. Shikamoo baba. Haya, marahaba. Mnasubiria mimi nitondoke msamaha, si ndio? Unajua mimi ni mkubwa kweli. Shauri yenu, nitawajia lana. Mkubwa akosei. Baba, hiyo nilisema kizamani sana na haina nafasi kabisa kwenye ulimwengu wa sasa. Wewe hapo umekosea tu. Ni swala la kusema jambo tu ili kuweka mambo sawa. Mimi sijakosea. Mwenye makosa ni huyo mke wako. Makosa ni yangu. Sasa makosa ni yale kivipi? Sasa papo hataki. Sasa baba, kutokuzaa na kumtupia mtu chakula usoni kunahusiana nini? Unautijana sana. Kwa sababu kama angekuwa amezaa, sasa hivi angekuwa pale jikoni anamwandalia mtoto chakula. Na kama asingekuwa anamwandalia chakula mtoto, basi angekuwa kula na kapembeleza katoto. Na kama asingekuwa na kapembeleza, basi wakati anakuja huku jikoni ningesikia hata sauti yake yenyewe. Singemwagia chakula. Na kama linakutuma mamangu uzae. Sasa maneno gani ya baba msema? Nyumba gani bwana hii haina hata mtoto? Tafikiri nyumba ya wagonjwa mahututi. Kukasirika mamangu bila mtoto ni matumizi mabaya ya hasira hayo. Lakini babu, hivyo unavyofanya sio vizuri. Hebu na upenda huko kapike bwana huko acha mambo yako. Unajua dada ana huzuni kwa sababu yako. Kwa sababu yangu, kwa sababu ya kukosa mtoto. Antoka huko bwana. Mke wangu, mimi naomba unisamehe kupitia yule mzee. Mimi naomba mzoe yule mzee, ni mlopokaji tu. Na naomba unisamehe sana kupitia yule mzee wangu. Na nikuombe muda kidogo tu ili niweze kuzungumza na wewe. Mimi naomba nikutoe out, ukarefresh mind ili uachane na maneno ya yule mzee. Maana maneno yake yanaumiza mno. Ila yote kwa yote nataka mimi ukayasahau. Si sawa? Basi usilie. Acha kulia basi mama. Sawa. Sasa Mke wangu vipi? vipi nini bwana na wewe? Mambo tayari huku yameshajipa. Kwa hiyo hongera baba. Baba, mbona sikuelewi? Mke wangu Zebu, nikupeleke hospitali mama. Hospitali ya nini bwana? Hongera kwa kazi nzuri.
Kubani kifata jimeze. Vipi mke wangu, uko sawa? Uko sawa. Nani nikakwambia naumwa? Niko sawa. Sasa te. Ukisikia mambo ya kupigwa chini na vimba tu. Tu haya sasa. Ipo usanielewa kwa. Hadi dunia. Mtoto malaika. Mke wangu. Baba atakuwa uko sawa huyo. Wewe mtu hauko sawa. Karibu duniani. Mtoto malaika. Ila kusema sema inasaidia jamani. Yaani bila kusema hivi. Toto kachata kama huo. Yala. Vipi mke wangu? Nieleweshe? Mume wangu. Yaani unataka kuniambia kwamba hujaelewa kabisa yani? Yaani mke wangu sijaelewa chochote. What happened? Come on. Husikii chochote? What? Yes. Oh. Asante sana mke wangu. Mke wangu, kwa kipindi kirefu nimekuwa nikisubiria hii siku iwadie. In final, leo imetimia. Asante sana mke wangu kuniheshimisha. Na asante kwa kutimiza ndoto yangu ya muda mrefu. Yaani sijui hata nikupe zawadi gani mke wangu. Mume wangu. Haupaswi kunishukuru mimi. Wakushukuru ni Mungu pekee. Ni kweli kabisa mke wangu kipenzi. Inabidi kurudisha shukrani hizi kwa Mungu kwa kutoa sadaka. Mume wangu, umechagua njia nzuri na sahihi kabisa. Ni vyema utoe shukrani kwa njia hiyo. Sasa una plani gani makinecho wangu? Mwanangu, nakupenda sana hata kabla hujaja duniani. Niambie mume wangu, wewe una mpango gani? Mimi plani yangu nataka kutoa mchango wangu kwa wagonjwa kama sadaka na kwa watoto yatima. Yaani kiufupi, kwa hichi kidogo nilichojaliwa nataka kugawana na wenye mahitaji. Mume wangu, mimi nakuunga mkono. Uko sahihi kabisa yani. Asante sana makinecho wangu. No. Usiamke. Lala hivyo kwa sababu afya yako bado haijakaa sawa. Asante sana. Unajisikiaje kwa sasa? Najisikia kidogo afadhali. Ni jambo la kumshukuru Mungu kwa sababu ulikuwa na hali mbaya sana kwa kipindi chote hicho. Kipindi chote hivi. Kwani nimekaa hapa kwa muda gani? Ni mwezi sasa. Mwezi kwa maana kwamba siku 30. Yeah. Baba, mimi nashukuru sana kwa kunisifu kuwa nimekuwa kidume. Lakini baba, nataka niende kazini. Nikuombe tu kupunguza vituko. Hamna shida, mimi nishakuwa malaika baba. Mkamwana. Yaani huyu sasa baba yangu kija kumwacha. Upanala. Ndo mgepora huyu.
Na mimi siwezi kumwacha mke wangu. Ni upuuzi ya mtu. Baba bwana. Haya jamani. Mimi niwaache na vituko vyenu. Mke wangu, mimi nawe majukumu. Ana kazi njema. Unamfahamu Mr. Mirambo? Mr. Mirambo? Hapana, simfahamu. Una uhakika? Ya, nina uhakika simfahamu yule mtu. Basi naweza kusema kwamba katika watu ambao wana bahati na wewe ni miongoni mwao. Una bahati sana. Kwa nini dokta? Mr. Mirambo ni mtu aliyelalamikia gharama zote za matibabu yako hapa hospitali kwa kipindi chote ambacho ulikuwepo. Na hata ulipohitaji damu basi alijitolea yeye. Kweli? Ya. Na kama singekuwa yeye basi ungekuwa na deni kubwa sana. Lakini kwa kuwa umesema umfahamu ni sawa. Ila nieleze tu sio rahisi kwa mtu kujitolea kwa mambo yote hayo kwa mtu asiyemfahamu. Ndio maana nikakuuliza. Watu wema bado wako hapa duniani na miongoni mwao ni huyu jamaa. Mr. Mirambo.